Kuna kanuni moja ambayo wanapenda sana kuitumia mafundi seremala. Kanuni hii ni pima mara mbili, kata mara moja. Hii ni kanuni muhimu sana. Hii kanuni inatupa picha ya kwamba kila kitu duniani au kila kitu unachokitazama kimeumbwa mara mbili, na kila kitu kinahitaji kuumbwa mara mbili. Kuna uumbaji wa kwanza ambao ni uumbaji wa kiakili, na kuna uumbaji wa pili ambao ni uumbaji wa kimwili. Kabla ya kuhitaji kitu kiwe katika umbo fulani, unakuwa umekifikiria akilini na unakuwa una ramani, una picha halisi ya namna kitakavyokuwa. Mfano, unahitaji kujenga nyumba. Hiyo nyumba unayoitaka kuijenga, lazima kuna picha umeipata akilini, na hiyo picha ulivyoipata, au kama umemshirikisha engineer, lazima atakuwa anajua ramani kamili ya hiyo nyumba yako unayoitaka. Kwa hata design kwanza kutoka akilini, kuweka kwenye karatasi, then ataiprint, atasema yes, nyumba yako inatakiwa hiyo hivi. Lakini ukitoka moja kwa moja ukasema ninaenda kujenga nyumba bila kuzingatia ile picha ya kwanza ulionayo akilini, yani uumbaji wa kwanza, uumbaji halisia ulionao kichwani, ukaenda moja kwa moja kujenga ile nyumba, kitakachotokea hautoamini. Utakuta maybe sebule ni kubwa, au utakuta chumba kimoja ni kikubwa zaidi, au utakuta unaingia kwenye gharama zaidi ambazo hata haukutarajia, au gharama zinaweza zikawa ndogo zaidi, zikawa za chini zaidi, zikapelea unaona. Kwa ni muhimu sana kuzingatia uumbaji wa kwanza ambao ni uumbaji wa kiakili, kwa sababu ndo kila kitu. Mfano mwingine, unaweza ukaenda kwa fundi seremala ambaye anashona nguo bila kuwa na picha halisi ya nguo unayoitaka. Fundi nguo anaweza akakushonea nguo ambayo ni nzuri, inapendeza, ni kali, lakini haikutoshi. At the end of the day utaishia kuitazama na kuitunza kwenye kabati. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia uumbaji wa kwanza, uumbaji wa kiakili, ule uumbaji, ile picha, ile taswira ambayo inakuwa katika akili yetu. Kuhakikisha unaiamini, unaielewa, ndipo uje utengeneze kitu, uje ukiumbe kimwili na ukilete kwenye uso wa dunia, itapendeza zaidi. Kama umenielewa, shout out.